Geni imeye studio astora chikukwanira iga ekimirano anene mono kie premier ya Kenya kikiabe kirelibirera litindike bisa wekirega ekero boniga chitimu chikoligia ningora chikomuke kombeke okobali bagato goteba egap erichibwana ine inchiri indiri inene mono igoli tukolia rero ikaransa oikirane okobani gotore imeye studio coach oyo okochiri chitimu ao egati yabo Shabana boniga noare posta kumukwanira Sami Pamzo Omolo konende the meantime tagata sa eyamasa yamoto sa nere ara tatebi nere ara fanya introduction iga analia elinde toligereli naki amanganari. Karibu sana coaches. Nashukuru sana. Okay. Na nafurahi sana kuona Stacy. Uko vipi? Niko poa. Mbiore. Mbiore. Lazima uongee yoyote sasa. Kabisa. Mwancho utegereli na wewe gomaligereli wekirano igoli tukolia rere torachito sukake tasa umuliro muno yebwe Swahili yake na wewe iko katora chikunya gukwana tomento mononka kolende inyoreli tukolia rere kero tokoligereliga mangana ye chikosoli wikatorete monuto kwanire minwe ende yonsi. Ya karibu sana, tafadhali niambie watazamaji wangu hapa majina yako kamili na pia unatoka wapi? No, majina zangu kamili ni Sami Omolo na mimi ni kocha. Kwanza nafurahia sana vile nilikuwa Shabana kama kocha na fans walinipokea sana. Kuna pali fans walinipokea kama hapa Shabana. So mimi Shabana huaga iko sana kwa roho yangu. But kwa sasa niko Posta Rangers. Okay. Yeah. Ndio maana kuna kila time unaonekana Kisii watu wanasema kwani Omolo bado yuko Kisii. Hii ni ile ndio tuseme una upendo sana kwa Shabana. Yeah, kweli nina attachment kubwa sana Shabana. Manake wakati nilikuwa hapa na hata wakati nilikuwa nacheza nimekuja nikajenga marafiki sana. Na mimi wa kila siku hata tunaongea nao. So saa zingine saa zile niko free, maybe kuna break mwa nachukua hii na fursa na kuja kutembea huku Kisii na mimi wanapenda matoke. So anytime nimekuja huku lazima nikule matoke ama ndizi. Sayo mwando. Very well, coaches, najua wewe apart from wewe kuwa coach, saa zingine unajua makocha wengi tunajua huwa wanakuanga players ndio wakuwe coach ama namna gani. So kwa kifupi pengine uliwahi cheza na ulichezea timu gani na gani? Na kwa kifupi kwanza mimi nilianza mpira nikikuwa mwaka 7 na manake nimetoka kwa familia mpira. Babangu alikuwa anapenda mpira sana na hata alikuwa na timu yake inaitwa Maji FC ya ministry. So hiyo nilikuja kanikuza na pale nilikuwa naishi kule Nairobi. Mimi natoka eneo inaitwa Ngara. Ngara unapata ni sana wanacheza cricket. So mimi ni baadhi ya wachezaji wawili wale waliachana na cricket na tukakuja tukacheza mpira. So hapo nilianza kwenda primary bado nilicheza, secondary bado nikacheza mpira, then kutoka secondary nikaingia Kenya Breweries. Okay. Wakati huo ilikuwa Kenya Breweries ambayo ni Tusker. Na sasa ni Tusker. Then hapo pia nimetoka shule nikaitwa under 21. So mimi nimepitia hizi stages za under 21 na senior team. Okay. Yes. So apart from Tusker umechezea timu nyingine ya ligi kuu? Yeah, apart from Tusker nikakuja nikachezea Gor Mahia. Gor nilicheza miaka ngapi? Miaka 2. Then nikaenda India. Kwenda India nikamaliza kule 4 seasons. Kurudi ilikuwa ni karibu 2001. Kurudi nikarudi sana Gor Mahia kama player coach. So transition yangu ya coaching ilianza hapo. Okay. Apart from before uingie coaching, pengine kuna kikombe ulibeba ukiwa player? Yeah. Nimebeba ligi na Tusker FC. Okay. Hiyo ilikuwa 96. Then pia kulikuwa na hizi Moi Golden Cup. Pia nimechukua na Gor Mahia. Alafu na pia kule India na East Bengal nimechukua ligi mara 2. Alafu na Mohun Bagan pia nikachukua ligi mara 2. Okay. Coaching yako ikaanzia wapi na ulianzia timu gani kuwa mkufuzi? Yeah, vile tu nimekuambia transition yangu naweza sema ilikuwa smooth sana. Manake nilipoingia Gor Mahia hapo 2000 after tu kutoka India nikaingia Gor Mahia kama player coach. So kutoka hapo hivyo ilikuwa rahisi sana kwangu kuingia coaching. Then of course unajua lazima ufanye masomo. Hiyo wakati pia nikaanza masomo. Then mimi timu yangu ya kwanza kucoach ilikuwa Kenya Pipeline. Apart from sasa Gor Mahia kama player coach, timu yangu ilikuwa ya kwanza kama Kenya Pipeline. Okay. So kutoka hapo nikaendelea tu na coaching. So kwa sasa tuseme umecoach timu ngapi?
Nimecoach timu nyingi. Kwanza nimecoach Kenya Pipeline, nikakuja nikacoach Mahakama, then nimecoach Gor Mahia, alafu pia nimecoach Kenya Breweries, ikichukua nao ligi. Nimecoach tena Posta Rangers. Posta Rangers nimekuwa na msimu nimecoach mara 3. Hii ni ya 3 vile niko hapo. Venye umeenda season mara 3. Yes, mara 3. Alafu pia KCB. So nina experience hizi timu zote ukisema. Sawa Shabana. Nimesema alafu Shabana. Kwa nini nasahau Shabana? Unasahau nyumbani. Na ni juzi tu. Na ni juzi. So nimecoach pia Shabana, alafu nikarudi. Ukiangalia wewe kurudi kwa timu mara 2 mara 3, ina maana uhusiano wenu huanga safi na huharibu utokako? Mimi kitu mimi huaga nasema ni ku-respect club zile nimecoach na zile pia nimechezea. Manake Gor nimecoach mara 2. Mimi huenda wakikuwa na shida nakuja. Kama kuna siku nikikuwa tu Posta hawakukuwa na coach yule amequalify na walikuwa wanacheza Continental. So wakanisajili kwa hiyo muda mfupi na nikaenda nikawasaidia. Nakumbuka tukicheza na Rwanda na tukashinda hiyo mechi first leg. Then Tusker pia mimi kama mchezaji nikaenda nikawa coach pia. So inakuonyesha tu uhusiano mzuri nimekuwa na hizi timu. Vile tu pia nimekuambia Posta Rangers. Uligusia hapo awali kuwa ulibeba ligi na Tusker? Yes. Ilikuwa mwaka upi? Nilichukua ligi na Tusker, my first season na Tusker. Nilichukua ligi 2012. Na tukaenda tukawakilisha nchi. So unapata pia ile experience nilikuwa nayo kama mchezaji imekuwa inanisaidia sana kama kocha. Okay. Yeah. So far wewe ukiwa kocha umechukua ligi moja? Nimechukua ligi mara moja na hizi trophies pia kadhaa. Na trophies. Okay, nikiwa East Bengal pia nimechukua ligi kama assistant coach. Kama assistant coach. Yes. So mambo ya touchline pale uko sawa, unajivunia kwa sababu unajua si virahisi coaches tuseme si virahisi kama ligi tuseme kama ya Kenya competitive na wewe uko pale alafu unachukua ligi unaelewa. Inakuwa ni kitu ya kujivunia. Na unajua kwa nini, sababu gani najivunia? Hapo tu kuchukua ligi na kukuwa na hizi timu kubwa kama Tusker na Gor Mahia imekuja kanipatia experience. Na Shabana ilikuwa very special time Manake nilipochukua Shabana ilikuwa wako chini. Walikuwa last wacha niseme hivyo. Na nafikiri pia niangalia sana manake ya experience yangu na unaangalia pale timu iko na pia unajua kukaa vile tu umesema kukaa pale kwa bench kuna vitu unaona nyingi sana. Kuna time utakuwa unashindwa, kuna time utakuwa unashinda. So hii experience pia ilinisaidia sana. Na imenisaidia nikiwa Shabana na sasa inanisaidia nikiwa Posta. Tuseme ndio experience yenyewe inakusaidia. Ukiangalia mara nyingi wewe kuna ule usoevu unachukua timu zikiwa chini pale. Shabana ukikuja ilikuwa chini ndio ukaipeleka ikakuwa mahali. Umeingia Posta umeingia ikiwa chini kabisa. Ikiwa kama relegation inaangalia. Huwa ni relegation. Na kwa sasa iko nambari ya 14 pale. Kuna 14 na 28 points. Na pia ndio tuseme haswa nini huwa inakumotisha yako, ndio tuseme nimepewa timu ikiwa mbovu lakini nataka kweli. Unajua acha nikuambie mimi kivyangu mimi napenda vitu zinaitwa challenges Na ukiangalia kwanza Shabana, kwa nini nimekuambia ni special case unapata officials wa Shabana ama management before anichukue walikuwa wameapproach other coaches. Na hao coaches wakakataa hiyo kazi na manake kwa sababu timu ilikuwa chini. Hata wengi walikuwa wanajua Shabana itakuwa chini. So mimi nikaongea na management nikamwambia mimi nataka hii challenge. Na unakumbuka tu wakati nilikuja hapa Gusii ama Kisii niliwaambia kuna vile Shabana itaenda nyasi. Because nilikuwa najua ni nini nitakuwa nafanya. Alafu na pia unapata nilikuwa nafuatilia ligi sana. So before niingie Shabana nilijua wachezaji wagani wako pale na ni shida gani iko pale. So then nikasema kuna vile maybe Shabana watarudi relegation. Na ilifanyika poa tukabaki kwa ligi. Tukiangalia Posta Rangers. Motisha yako ni gani haswa? Kwanza venye mlimpiga Mwana FC ile pale. Pengine ukiangalia una evaluate performance ya team so far vipi? Naweza sema team imeperform poa. Kuna tofauti mbili, Shabana na Posta. Shabana wakati nilikuwa naichukua hawakuwa na wachezaji wazuri. Na Posta wakati ni vile nimechukua naweza sema
wachezaji wale nimechukua ni wazuri sana kuliko vile nilichukua Shabana. Na imekuwa rahisi sana kwangu kufanya kazi nao. And then unajua mimi naweza sema kitu imenibariki ni ile kumotivate players. Na kuna ile apart from experience kuna ile brother figure. Na nafikiri wachezaji wamekuja wakani respect sana. So nikiwaambia tufanye hivi, wanafanya hivyo na imenisaidia sana kwa hizi timu zote nimechukua. Tukiangalia hiyo performance pia ya timu yako ya sasa, una plan aje kuibuild on this performance, ama tuseme hiyo ndio tuseme after kupiga Mwana FC sasa kuna hiyo excitement alafu ipotele pale? Kuna mimi waga na short term plan na long term plan. Vile tu because base yangu ama foundation yangu naiangalia na kitu nilifanya previously. Na short term plan nikikuwa poster nasema kuna mechi zingine lazima tushinde. So uzuri pale tuko hii namba 14 tumemaliza na timu zote zile zinapigana kuchukua ligi. Hiyo ni kitu cha muhimu sana kwangu na muangalia. Then tumebaki na hizi timu ziko chini zile tunapigana nazo tusiende chini. Then na hizi timu ziko katikati. Tumefunga FC Leopards. Hii kwanza ni inatupatia motisha ama confidence kupiga timu kama hiyo. Then mechi yetu next itakuwa na Seal. Nataka kuwe na ile continuity. Manake mimi waga naambia players wangu kama tumeshinda FC Leopards then tukuje tupoteze dhidi ya Seal our next game. So ile kitu mzuri tulifanya haitaonekana. Tukiangalia wewe aswa plan zako ukiwa on season na pia tukiangalia game ligi inaenda kuisha off season zako plan zipi? Plan zangu mimi wana plan kila siku. Na Stacy ukiangalia nimechukua ligi na Tusker. Nimesaidia Shabana kubaki kwa league. Na niko sure Posta watabaki kwa league. Lakini going forward nataka sasa nipate timu inataka kuchukua league. Because mimi najua umuhimu wa kuchukua league kama kocha na najua niko na hiyo kipaji ya kuchukua ligi. Nikipata tu team iko stable, management iko sawa, players wako sawa, then nafikiri kama kocha mimi naweza challenge any team. So ndio umesema tuseme from next season kujipanga for challenge ya kupigania ligi basi? Na pia tukiangalia kwa sasa ligi ya Kenya iko na hit sana. Na ukiangalia kuna challenge sasa kuna hiyo pressure as a coach mwenyewe, how do you tackle that? No, kuna vile mimi kama kocha mimi binafsi mimi najimotivate. Hakuna vile utakuwa na motivate na mtu mwingine. Then ukiangalia ligi yetu sasa hii competition iko wapi? Competition iko pale juu na competition iko hapa chini. Maana hakuna timu inataka kushuka na kuna kila timu inataka kushika. Kuna Police, kuna Gor Mahia, kuna Tusker na hata Shabana. Hizi ni timu zinaweza chukua league. So utapata kutakuwa na competition sana pale juu. Na ndio kwa maana ninakwambia mimi nimefurahi sana. Hizo timu za juu nimeshamaliza nao. Tukiangalia hivi kuna ile tuseme wewe ukienda kucheza ama mkienda hata ukiwa Shabana kuna ile mkienda game maybe mna lose ama nini, lakini mashabiki wao hawataki kujua hiyo. Ni nini ile shabiki hawajui, lakini wewe ungesema I wish they understood this. Unajua wewe kama coach kwanza uko na pressure. Na the whole week ama the whole season uko na wachezaji. Unajua wale wachezaji wanaweza kukusaidia. Unajua wale wachezaji wakiingia pia watapeana impact. Na kuna tu wale wachezaji kwa team squad players. Now sasa zile wiki ukikuwa na wachezaji wewe ndio uko nao na utajua players wale wako na jiraha, wale form imepotea na wale wako na form. So based on that utakuwa unajenga squad yako. Lakini unapata fan ya juu hiyo. Fan ya anaona maybe Pamza ameweka Mishiri nje na ajui kwa sababu gani ameweka Mishiri nje ama Dizo captain nje. Before that lazima wajue kwa nini coach ameweka wachezaji nje. Then unapata ile pressure ya fans itakuwa chini. Makosa sisi ufanye especially hizi community clubs we don't educate our fans. Unajua tuwapatie taarifa before game. Ushapiga research wewe kama mwanahabari ama communication wa team ushajua wachezaji gani wako na jiraha hawatacheza.
So hiyo ni kitu unapost. Ukipost hivyo, then fan atakuwa anauliza, kwa nini kocha kuweka Dizo ama kwa nini ya kocha kuweka Samuel Kadozi? So anajua. So unapata ile pressure yako inaisha kidogo. Kwa sababu tukiangalia pale Europe wanapeana information wako nje juu injury ama suspended ama nini. So sisi hatuna hiyo. Then unapata pia player maybe ana kadi, maybe accumulate kadi, haizi cheza hiyo mechi. We don't give our fans information. Na inatupatiaga shida kama makocha. Tukiangalia pia saa zingine unapata coaches wanakuwa wanapewa kadi ama pia conduct ya coaches. Does the conduct ya coach really matter kwa hii game? Aswa kwa Premier League ukiangalia na pia vile wao wanaongea asa wakikuwa approached na watu wa media. Kwanza team ina reflect Pamzo. Team ina reflect coach. So vile nitakuwa naongea, the way I'll carry myself, ndio itakuwa ina reflect timu yangu. Nikiongea vibaya, then timu yangu wenyewe itakuwa hakuna ile discipline. Na unapata mimi kama kocha, kwanza mimi wanaambia wachezaji wangu kuna kushinda, kuna kudraw na kuna kushindwa. We have to accept. Na wakisha accept hizi vitu zote, then unapata itakuwa rahisi sana kwa kila mtu, wewe kama management, wewe kama kocha na hata wachezaji. Huwezi shinda mechi zote. Timu moja tu ndio ishinda mechi zote, na hiyo ni Arsenal. Lakini mnajua kiburi ni ya timu gani? Hata mshinde muende unbeaten. Kiburi ya Manchester bana jamani, Manchester. Kiburi ya Manchester. We win when we want. When you want. Yes. Mko namba ngapi? Namba chana nayo. Tuko wapi Europa? Sawa. Asante sana. Ina commercial break kitaingia kabisa. Lakini watu wa Arsenal na inu hamjachukua ligi miaka ngapi? Alright. Tukirudi tuangalie pia players aswa ukiangalia kwa hii ligi ya Kenya. Ni player yupi ungependa kumuongelea? Ningependa kuongelea Austin Oduor. Na ningependa pia kuongelea Mishiri. Wa Shabana na Gor Mahia. Mishira. Mishira, sorry. Nilikuwa nimezoea kumuita Mishira. Brian Mishira mwenye alifunga jana 2. Yes, alifunga 2. Unaona huyu mchezaji nilimtoa mbali sana. Brian Mishira. Nikiingia Shabana na hata example mimi nikikuwa Shabana nilikuwa napeana juu ya Mishira. Mishira alikuwa chezi na fans wa Shabana walikuwa hawataki acheze. Maana walikuwa wanaona ni mchezaji mnyonge ama vitu zile zinafanyika. Lakini mimi pale mazoezi nilikuwa naona huyu kijana atatusaidia. So nilikuwa nikumpatia ile confidence na from there kuhandle Mishira hata atakwambia mimi nimekuja nikambadilisha sana na nafurahi sana Mishira akipeana hii performance yopeana week in week out. Maana mimi najua kwa nini yani hard work inakuwa inapay. Na so far unajua Shabana wako kwa ligi kwa sababu ya Mishira zile bao walikuwa nafunga wakati nilikuwa pale. Na Shabana pia wako pale juu kwa sababu ya Mishira. Then pia Austin Oduor ukiangalia Gor wako pale juu yake ama wanafanya vizuri juu yake. Maana huyu player hizi mpira za set pieces, za mpira za kufa ni mzuri sana. Na saa zingine game inaweza kuwa tight, yeye ndiye aka change player. So individual brilliance. Alright. Tukiangalia pia unapata kocha anakuja ama kama timu hata ilikuwa ina perform, timu inaacha kuperform, timu ifanye vizuri. Tukiangalia alafu unasikia mara nyingi watu wanaongea players hawataki coaching style ya huyo ya huyo coaches. Sasa zingine does the coaching style affect players? No, I think ni kukaa tu chini na wachezaji na unawapatia vision yako. Once player ushampatia vision yako, then as a player lazima afuate vision yako. Na wewe kama coach you have to be confident sana na vision yako, playing style na philosophy yako. Maana hizi ni vitu ukichanganya ukikuona changanya then basi pia utakuwa unachanganya player. Na mimi anasema ni player ni confidence, mwambie unaweza then utapata mambo yako iko poa. Tukiangalia hapo wanasema ukiangalia
ama ingine ningetaka kuuliza, tuseme mechi inakuja ya Shabana na Gor. Yes. Wewe ulikuwa pale Gor, ulikuwa kama player, pia ulikuwa kama coach. Ukikuwa Shabana ulikuwa kama coaches. Ukiangalia hizi timu mbili zikienda kupatana chochote, na ukiangalia so far playing ya Shabana na ya Gor, utazongelea nini kwa hizo? Na kwanza tunaangalia fan base na fan base ni kama ziko sawa. So game ya Shabana itaja, game ya Gor Mahia itaja. Okay. Now mtu muhimu hapo hata sasa si shabiki anakuja kuwatch game. Mtu muhimu ni player. Okay. Manake kuna players mechi kijaa hivyo atacheza. Ana tense. Hakuna pressure, ana tense. Then kuna player pia ule yeye anapenda kuona mechi. Watu wengi ndio atacheza. So lazima uhandle hiyo situation because wachezaji ni tofauti. Mimi nishakuwa na player tukiwa tumeenda Egypt. Ameingia tu kiwanjani hivi akaona mashabiki wamejaa. Akaniambia coach, mimi siwezi cheza hii game. So unaona it's a mental thing. It's a mental thing. Yeah, because mentally you have to be strong. Okay. Yeah. Kuna swali hapa wanauliza, pengine wewe ukiangalia Pamzo, Red Shabana during coaching time yako na ya Ukidi. No, unajua kuna two things hapa. Yes. Mimi nilichukua Shabana wakati walikuwa chini. Then nikaweka foundation. Yes. Foundation ni important sana kwa timu yote, Yes. especially community side. Na nilikuja nikakuwa na nafasi nikasajili wachezaji. Wachezaji kama 3 ndio tukabaki league. Na ukiangalia goalkeeping ni important sana kwa mpira. So wakati nilipotoka nishaika foundation. Then pia Shabana wakakuja waka strengthen team. Kuna Emalia, huyu alikuwa Sharks Cape. Then kuna wachezaji wengine pia wamekuja waka strengthen team. Na usisahau wale wachezaji nilikuwa nao sasa wamegrow. It is 1 year. Sasa wamegrow, hawako vile walikuwa. So kuna huyu coach ameweka foundation, kuna huyu coach sasa anaendeleza. So that is what is happening kwa Shabana. Na fan base pia ikakuja ikagrow kabisa. So now there is belief. Unaona wakati nilichukua league, nilichukua team, watu wengi hata wachezaji walikuwa wanajua watashuka. Lakini sasa tukabaki league, ukakuwa na ile belief hii team yenyewe inaweza fanya wonders kwa league. So I think hizo ni vitu mbili tofauti. But I know the changing style, kila coach ana changing style, playing style yake. Hizo zimekuwa zimebadilika na roles za players. Lakini pia ukiangalia vile Michi anacheza ama vile Dizo anacheza captain ni same tu na vile nilikuwa na. So hiyo ndio kitu nafurahia sana na timu ya Shabana. Kwa lugha ya nyumbani tunasema Shabana asetayegochi. Shabana yendi mahali. Hayendi mahali. Vile tu nilipochukua timu niliwaambia kuna pali tunaenda. Ni sawa. Kuna swali zote kwa hizi kila mtu anauliza, mbona tukaona kidogo Pamzo hayuko, sijui amekuwa sideline kidogo tunakuwa na poster. Vipi jamani, wanauliza swali. Ni swali nzuri. Ulitoka lini? Mbona ulitoka Shabana? Ni swali nzuri sana. Na mimi wanasema si kutoka Shabana. Mimi bado ni fan wa Shabana, fan mkubwa sana. But sometimes you need to move on. Na kama kuna opportunity unachukua kama coach. But otherwise nilikuwa na very good time hapo Shabana. Na sasa niko na good time Posta. Alright. Sawa. Tukiachana na hayo maswali hapa na pale, sasa tuingie Premier League. Tukimwangalia Tusker ako na 51 points. Police 49, Gor 47, Shabana 43, KCB ni 41 wakiwa sawa na Kakamega Homeboys. Lakini ukiangalia hizi matches zimebaki hapa, sijui ni 7 games zimebaki apart from Gor mwenye kuna game at hand kunayo. Sijui utaongelea vipi ligi ya Premier ya Kenya? Nani anayabeba? Kwa sasa mechi 8 ni nyingi sana. Kabisa. Alafu ukiangalia Stacy, ukiangalia hizi timu umetaja hapo juu. Wacha tuchukue Police, tuchukue Tusker, tuchukue Gor Mahia na tuchukue Shabana. Na pia tu KCB na Bandari na KCB kidogo wanasuasua. Lakini wacha tu focus na hizi timu 4. Hizi timu 4 kuna vile moja itachukua ligi. Ukiangalia results za weekend. Police walifungwa. Tusker walishinda. Gor Mahia walidraw.
expect hizi games zimebaki. Shabana pia wakashinda. Expect hizi results bado zitakuwa zinafanyika hivyo. Okay. Na ligi tutakuwa tunajua, mimi najua kwa nini tutakuwa tunajua nani atakuwa anachukua ligi the last 4 games. Okay. Because pia wamefuatana hizi team. So tungoje mpaka zibaki last 4 games. Na unajua kwa nini Stacy? Hizi team hazijakutana. Okay. Yeah. Hiyo ndio kitu muhimu. Unaona kama Gor hawajacheza na Shabana. Tusker iko na Mathare, FC Leopard, MSIL, Talanta, Sofapaka, Kariobangi Sharks na Kakamega Homeboyz. Yes. So, Shabana nayo iko na Gor. Yes. Ukiangalia Police wako na Shabana. Yes. So Shabana hapa ndio determinant. Unaona wako na Gor Mahia wakiwa bado na Kenya Police. Ujue walipiga Police. Yes. Sasa wakienda away tutaona chenye itafanyika. Walidraw na Gor Mahia na watakuwa na Gor Mahia nyumbani. Hiyo ndio kusema Gor na Shabana nani mshindi hapa? Wakipatana hapa Gusii Stadium. Wakipatana hapa itakuwa ni game. Rooftop inafungwa. Itakuwa ni game. Shabana sasa wanafungwa. Rooftop itafungwa. Lakini mimi nilifurahi sana Shabana wana fight hii game ichezwe hapa. Yes. Na do you think kuna possibility? Hakuna possibility hiyo game ichezwe hapa. Manake najua FKF huangaliaga security. Because au semaje security threat. Hizi timu mbili zinataka uwanja kubwa. Yes. Na mimi ningefurahia sana ichezwe hapa ndio. Najua wewe utapendekeza lakini ningependa sana ichezwe Kasarani. Okay. Ama Nyayo. Tuseme Nyayo. Because itafurika vile tuliona derby Gor Mahia na FC. Itafurika vile tuliona Gor Mahia Harambee Stars. Yes. Manake Shabana pia wanakuja uwanjani. Yeah, so we expect a replica ya pesa collection ya FC 7 point something million. Unaona Shabana kuna uwezo pia wanaweza shinda hii mechi. Okay. Na kushinda mechi ni muhimu na hiyo pesa pia ni muhimu. Yes. Because itakuwa inasaidia club. So mimi kama niko kwa maneno kauli yako Pamzo, hii kitu kwanza nataka iwekwe on record. Kauli yako ni ipi kwa uwanja wa Shabana na Gor, game ya Gor na Shabana ichezwe wapi? Mimi ningependa hiyo game ichezwe Nyayo. Kwa sababu ya vile niliona Harambee Stars wakicheza na derby. Unaona Shabana sahihi jana wameshinda away. Kuna vile Shabana sahihi inaweza shinda pia Gor Mahia kule. Manake pia Gor Mahia wako under lot of pressure. Yes. Na hii mechi tuseme ikikuja hapa Shabana ndio watakuwa under pressure. Yes. Mimi nimeona ndio Shabana wamekuwa na shinda mechi especially home games lakini sasa Gor Mahia ni timu tofauti sana. Apatoki mtu Gusii Stadium. Ya ukweli na football anything can happen. Lakini mimi ningependa sana hiyo mechi pelekwe Nyayo. Na niko sure Shabana watashinda hiyo mechi. Okay. Shabana mnashinda mechi na mechi pelekwe Nyayo. Unajua tukiangalia pia security wise tunaangalia pocket. Tuone mambo inakuwa vipi. Hiyo return juu ukiangalia Gusii Stadium pia field nayo ni ndogo. Ukiangalia wale mashabiki wa Gor waamue kufurika Gusii na mashabiki wa Kisii wakuje Gusii Stadium pale sijui kutakuwa na nafasi ipi. Pia sasa kwa hivyo tuseme umesema Premier League ya Kenya hiyo tuipe mechi 4 kwa sasa ndio tuone the last 4 games. Last 4 games na kitu pia itachangia sana ni team iko experience. Team nikisema hivyo Tusker wamechukua ligi. Tusker imechukua 13 times. Yes. FC imechukua 12 times. FC sasa waweze chukua ligi wako huko chini. Gor imechukua 21 times. Kuna hiyo experience itakuwa ina play a very big part. Yes. Na of course pia management vile watakuwa wanaangalia wachezaji wao. Okay. Yes. Poa, sasa tukitoka hapa kidogo umejigamba sana timu yako ya the Invisibles. Ligi mbona ligi mnakatanga ligi the Invisibles? Unajua? Yes. Kama kuna timu yote imechukua ligi na haijafungwa. Tunaelewa. Ilikuwa ligi tu what? Ni Arsenal. Na hapo ndio tunaenda. Hii timu ya sahi sisi tumekosa tu striker. Pale Arsenal tukishapata striker. Wewe imagine unapiga timu kama Real Madrid, timu kubwa mpaka wakatufunika stadium. Real Madrid without a striker, unawapiga 5 goals. Real Madrid sahi inazozoa, sio timu haiko strong vile. Sisi tumeenda ugenini kule PSG, PSV tukawapiga 7. Tuko na PSG sasa. Group stage. Mnaanzia home nyumbani. Group stage, wewe usijali. Group stage PSG tuliwachapa home and away. Okay. Home and away. Sasa huyu atatutisha. Sisi
mtu tunaogopa sahihi. Na hiyo ndakuambia kwa on a coaching point. Yes. Ni Inter Milan. Inter. Defending yao iko sawa, Okay. na kuenda kwa iko sawa. Jua tukiangalia Champions League, wamefungwa bao si zaidi ya 3 tangu ianze. Yeah. Ni kama tu Arsenal. So hizi ni teams zikikutana, then itakuwa ni ngumu sana, especially kwetu. So kwa UEFA Champions League unaona Shabana Arsenal the Gunners unaona wanapita na wataenda mbele ya PSG watapatana, wataingia finali. Yes. So Inter Milan ikicheza vizuri kwa Barca inaingia finali. Na kama ni Barca, yes, then nakwambia for free Arsenal itachukua hiyo mapema sana. Okay. Yes. Manchester United Europa wako na high chance. Athletic. Wako na high chance ya kuchukua. Wacha nikwambie Stacy, unaona mpira apart from organization nini saa zingine pia bahati wa luck huwa. Yes. Na ukiangalia Manchester United wamekuwa na luck sana kwa Europa. So kuna games zingine watu walikuwa wanasema hawa wametolewa. Wanatoka kwa hiyo situation, wanashinda game. Kama juzi watu wengi walijua, hata fans wa Manchester United walianza kutoka stadium. Yes. Ika happen tu wenyewe wakakuja wakashinda. From nowhere. 5 minutes 3 goals. Luck play a very big part kwa vitu kama hizo. You also said about luck. Luck pia inasaidia team. Utasema tu wacha ni luck tu tumepata. Yes. Saa zingine tu referee. Bao zingine pia ufungwa na luck. Unaona kama sasa Arsenal. Yes. Tulikuwa na bahati sana, manake ile penalty Mbappe vile alishikwa ingepeanwa inge change the game. Yes. So we were lucky Real hawakupewa penalty, because inge let a lot of pressure. Right. So just one thing kutoka kwa referee ina change the course of the game. Alright. EPL imeshaenda ama kuna matumaini? Mimi ni mwana Arsenal. Tunacheza tu tumalize game zetu, lakini Liverpool wameshachukua. Imeenda. So far sasa ni 10 points. Yes, ni 13 points. 13 points. Hizo ni yani hakuna vile Liverpool wanaweza poteza hata games mbili. Okay. Na unaona Liverpool wamekuwa na timu nzuri sana. But luck pia imecheza part. Wamebakisha Tottenham, Chelsea, Arsenal, Brighton na Crystal Palace. Hizo ni game. Maybe wanaweza afford ku lose na Arsenal. But hizo games zingine watachukua. Wamepita nayo. Leicester ilikuwa confirmed imeenda relegation jana. Baada ya kupigwa 1-0 na Liverpool. Soton pia ishaenda. Ipswich mnasema Arsenal tumesaidia Manchester United kutoenda relegation juu kupiga Ipswich. Asanteni sana wana Arsenal. Sijui tukimalizia maneno yako ya mwisho. Asante kwa players na pia coaches. No, wacha kwanza ndaanza na players. Player ukitaka kwenda mbali. Yes. Kwanza ni discipline. Yes. A lot of discipline. Then kuwa na passion na mpira. Ukiwa na passion, then pia utaenda mbali. Yes. Then wewe kama player kuwa na ambition. Mimi nilikuwa naambia wachezaji wangu wa Shabana kuwa na ambition. Yes. One, jaribu sana ucheze national team. Na nimefurahi sana vile Tigisi ameenda nje. Yes. So pia ukiweza enda nje na mimi ningeombe sana Mishiri aende nje, because yeye ashafika sasa pale anaweza cheza nje. Then akiweza fanya hivyo, unaona huku nje tuna experience na pia pesa ziko. So hizi pesa si zako tu peke yako, ni ya familia yako. So unaweza toa familia yako pale pabaya na mpira. Then kwa coaches pia najua kila coach ana pressure yake. But discipline ni important sana kwa bench, because sisi ni role models za wachezaji na hata fans. But uangalie maneno wanaongea tukileta mic hivi. Tuangalie ongea juu ya game leo. Exactly. Na vile tu nimekuambia mpira kuna kushindwa, kuna kudraw na kushinda. So wewe hata ukishinda usikuwa over excited, usikejeli kocha mwenzako ama team. Kuwa humble. Wanasemaga kuwa humble. Alright. Stay humble. Arsenal stay humble. Hamutashinda ligi. Stay humble Arsenal. Wacha niwaambie kwa leo, mtu yeyote ako na right ya kubrag. Ni Manchester United. Tupigwe tusipigwe. Sisi tunajua ligi tunashinda. EPL hatuna, we are not there. So Stacy, utaenda Champions League. Tunaingia. Champions League unaingia. Na mwenye ako number 5 akuwe ready. Chelsea tunawatoa chini. Sisi yoyote hamtaki kujua njia yoyote bora tutakuwa hapa. Arsenal mjipange sana. Sasa Arsenal si tushajipanga. Unaona next season hii tunachukua.
Premier League. Yes, next season. Ndio nasema about luck, Ancelotti. Ilikuwa luck. Yeah. Huyo ndiye alikuwa underrated coach wakati aliingia Liverpool. No one knew that atafanya nini? Yes. Atafanya anything because they never talked about walisema about title contenders alikuwa Arsenal, Man City. Yes. Ukiangalia hivyo. Lakini Ancelotti was out of the picture. So luck play a very big part. Okay. Na alipata foundation nzuri sana kutoka kwa Jurgen Klopp. Akaendelea, hakubadilisha, akaendelea. Right. Asante sana, naona time zetu zimekatika na nashukuru sana kupata your time kutembelea studio zetu za Getembe TV na imekuwa insight mzuri sana, tumejifunza mengi zaidi. Na najua pia one day one time welcome back to Shabana. Shabana nyumbani. Unaona nimecoach hizi team, mimi watu narudi tu. So mimi wasitaki kuburn bridges. Yes. Na ningefurahia sana because nilikuwa na strategic plan na Shabana wakati nilichukua. Okay. So mimi waga nasema sijamaliza. Okay. Na nikiweza pata opportunity tena then ndamaliza because Shabana ni one of the teams wanaweza kuchukua ligi. Okay. Yes. Next season Shabana hata kwanza this season. Hizo timu zingine zikislake 8 games 7 games ni mingi za kufanya. Lakini nilisikia salary ni mara 2. Coaches wapi salary? Maneno gani haya? Sina salary mara 2. Mimi kwa sasa na serve tu posta. Na wananilipa salary yangu. So Shabana naye tuliachana vizuri. Hakuna pali wananilipa kando. Okay. Yes. Asante sana kwa kuchukua time yako. Next time again, karibu sana. Tukue na the insights again. Yeah, Thank you very much. Thank you very much, Stacy. All right. Thank you. Jezi ndio ubadilishe.